Waja kuhujio ukaja kongorota mami wewe uko na green wewe tarugama na igoro kuja hapa nikupatie kazi. Utafanya ni siku gani unaweza patikana in the week? Ni siku gani utapatikana in the course of the week? Kwa hiyo hauna siku uko free? Tuesday ndio mzuri. Na kesho saa ngapi? Uko kazini ama unaenda kuacha kazi ndio upatikane? Kwa sio ni kuvunja sheria. Sitaki uvunja sheria. Nataka ile unajua hakika this is my time inaweza kupatikana. Saturday. Okay. Nani anaweza patikana kesho? Utapatikana kesho? Wewe ukuje Saturday uoshe mkeka huu. Wewe ukuje kesho uoshe mkeka huu. Ingare, ishine. Saturday ukuje uoshe. Ni kazi yako ukuje. Sio nana ni chafu. Ingare kama ikue ni kama mpya. Utafanya? Na wewe utafanya? Ingare. Baka tuweke chakula hapo tukulia hapo. Kesho. Thank you. Mungu awabariki. Ile uchafu yote iko kwako. Venye hapa itangara ndivyo kwako kutangara. Usipongarisha venye ile utabakisha itabaki kwako. Hiyo ni sacrifice. Imeshinda ile yote umetoa hapa. Unakumbuka ile yote umetoa hapa? Hii imeshinda yote. Sasa unaanza kuimagine Gabriel yatia. Na ginya kwa dithabagia. Yukuguka guthambia atia. Pole. Lydia. Habari yako? Unaendeleaje? Uko na mawazo mingi sana? Hapana. Ndio na mawazo? Hauna? Hauna mawazo yanakusumbua? Hapana. Ni nini inakusumbua kwa kichwa yako? Tunasema. Ni nini inasumbua kichwa yako? Ni mengi. Mengi. Banki. Ni mengi. Na si umesema hapana? Hauna? Anaogopa nikuje hapo ati asianguke. Ati nikikuja karibu na yeye ataaguka. Bwana asifiwe. Asante tena kwa muda huu mzuri Mungu ametupatia. Ni Mungu tu ameniambia nikupatie hiyo kazi ya kufanya. Na usione kama ni kazi mingi, lakini nikikushinda usifanye na usipatiane. Umenielewa? Usipatie mtu, usilipe mtu. Usikuje ufanye we mwenyewe. Kwa sababu Mungu anataka kukusaidia na kitu fulani, sijui ni nini. Sema tu hivyo. Ni Mungu tu ubariki watu katika majira yake. Na mtu anaweza kuona hii ni kitu kama labda unatafuta kwenda ununue gari ama unatafuta kwenda ulete pesa mingi kwa madhabahu ndio ubarikiwe. Kumbe kifunguo unahitaji kale kafunguo kakufungua suitcase.
naona natafuta kifunguo ile kubwa ile iko mpaka na magnet, na watu wengine tunaachanga kifunguo just within you. Dio thikiriria dio kuhoria dio thikiriria tengera babu ndio hiyo sasa. Sasa nataka niwafundishe kuhusu kushinda vita. Etwaigwa na ithuĩ gũtirĩ na ũru. Nataka kukufundisha Uzae. Nataka tusome kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, Deuteronomy. Ni wali nake? Na wamera gotire na uru. Mathare twathie Mathare akuririkania tugathie Tuesday kliniki. Oh, Mathare. Thank you. Kliniki. Mugathie kliniki Tuesday kliniki. Second, that's Deuteronomy chapter number 20. It is law concerning warfare. Jensi, hai, kunaendeleaje? Umekata kabisa? Imekatika kabisa. Siku hizi unavuta ngapi pa wiki? Kamoja 4 ine pa wiki, na hiyo si inaweza kukurumisha gari. Najua hii kanisa tunakuwa na watu wazuri wengi, kale ni kajensi, lakini kakivuta hii kitu yake inaweza kurumisha train kutoka hapa mpaka Mombasa. Wewe nikikupatia hata kanusu na kugoroka. Najua mimi siku moja wakati nilifundishwa siku ya kwanza kuvuta, nilikuwa nafikiria bangi inakuanga kali ukivuta, kumbe si kali. Sasa nilivuta nikasikia ati doro unadeshi titathigara ni soft sana. So mwenye alikuwa ananifundisha akaniambia vuta au nasema nikavuruta, nikasema tena, akaniambia vuta ingine, kavuta ikaigia, akaniambia vuta ingine, nilivuta ine peke yake. Ya ine nilianza kuona dunia inaanza kwenda hivi. Sasa nikaanza kwenda hivi. Nikakanyaga tena, nikaona nitaaguka, nikarudi nyuma. Kuangalia nyuma nikaona alafu kulikuwa kumechinjwa mbuzi. Sasa yule jamaa alikuwa anaitwa Kemani, akaniambia mtoto wake eheria ikarori gigaka no kagoithie mundu. Nikasikia rehe ikarori gigaka tumuohe ni agurukire. Baki na kuzungumzia maneno. Sasa wakati nilisikia hivyo, nikajua sasa nimeleta madhara, nitaguruka. Sasa nikaanza kujiona nitatoa nguo anytime. Nikajua haya matikodo la madhara. Sasa mimi nikakaa mahali, nikaona kuna panga pale, nikajua ile ndio nitaenda nishike. Mtu atajaribu kunikaribia nikate. So shida ilikuwa kutoka hapa niko mpaka pale paga iko. Sasa nilikanyaga ikaenda chui, dunia ikaenda hivi ikapanda. Hivi nikapanda. Sasa nikienda kuanguka nikajishikilia mtu.
nilijishikilia mama mwingine hapo, bibi ya huyo mzee, na pale nilishika matiti na nikashika mama akacha apiga duru kwa sababu na yeye alifikiria nataka kumrepu. Kwa sababu nilimshika nikamuingiza ndani ya nyumba. Nilikuwa nataka nishikilie tuingie kwa nyumba nipate kiti nikae. Sasa mimi nilimsukuma niingie kwa nyumba na yeye ndio niende kama nimejishikilia. Yeye akapiga duru. Alipopiga duru na mimi nikaanza kupiga duru. Na mimi nasema Paki wewe si kitu kizuri. Paki si kitu kizuri. Niko haikulia mtanya hapa. Kuna kingine kakwapi aka. We. Lakini aka ni kama kamewacha. Kameanza kukuwa na sura mzuri. Mnakakumbuka? Aka tulisomesha, tulipelekea school fees. Umebakisha ngapi? Unavutanga ngapi siku hizi? Umeacha kabisa? Good. Jipige makofi. Si kupigwa wanapigangwa, si kufukuza. Unaleta karibu, unatembea naye, unamwambia, hata unamununulia, unamwambia dede. Kwa sababu sasa ukifukuza, kataenda kukunyia huko na hauta kaona. Kataenda kauliwe na huko. Sasa kama haka nika familia tu kalikuwa kanakuja, unaona venye kana kuangalia. Mpaka unaona kana kunyemelea hivi. Sasa sasa siku moja nikakapeleka nyumbani, kakavuta afu kakakuja kitchen. Sasa nikakuta kitchen, kamesimama kitchen, kameshika kisu, kalikuwa nataka sijui kukatakata kitu. Kameshika kisu, kana niangalia na macho mengine, kanafanya kisu. Ilibidi nikajipatia shughuli pole pole, nikaondoka. Na kale kangu kingine kanaitwa John. Na John nilikuta tu akaniambia dad, sasa ni aje? Na ameshika panga. Sasa ni aje? Nikamuuliza kuna shida? Najua kitu kama hii ni ya kumalizia mtu akilete unenge. Alafu nilikuwa nimemgombanisha asubuhi. Nikajua ni mimi. Nilichomoka, nilirudi the following day nyumbani. Fagine joru. Ngeiwa ndira cia fagina mungare ni igurukaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tuzungumzie kuhusu athari ama sheria za vita. Kuna sheria za vita. Mnapopigana vita, kuna sheria zake. Ndio naonanga Kenya ikipigana na Tanzania ama ipigane na nchi nyingine, kuna international laws. Kuna mahali hamwezi kufika. Kuna mahali kukiwa na ceasefire, kuna kuwa na negotiation. Ama kuna mahali, kuna watu huwezi piga. Yes, mko kwa vita, lakini kuna mahali huruhusiwi. Kama hospitali huruhusiwi kuangusha bomu huko. Unapiga tu mabaraki. Wale mnapigana na wao ndio unaruhusiwa kushambulia. Lakini sasa ukikuta unapiga mpaka mahospitali, dunia itakuingililia. Na ikikuingilia sasa itakupiga kama Umoja wa Mataifa. Kitabu cha Deuteronomy, when you go out to war against your enemies and see horses and chariots, an army larger than your own, you shall not be afraid of them. That is the spiritual warfare. That whatever we are in, wakati dunia hii tuko kwenye in this world, there are many challenges that we face in the world. That is why in the book of Joshua, Mungu alimwambia Joshua, do not be afraid, be strong and be courageous, for I am with you. Every battle that is in you, the spiritual battle, is bigger than you. Every battle, ama mtu yote, awe ni mchawi, awe ni Illuminati, whatever kind of a person, whatever challenge in your life, it is bigger than you. Because you are in the physical, but them they are in the spirit. So it is very hard for you to be able to detect when they plan to attack you, when they plan to finish you, when they plan to do an attack on you. So therefore, anything that you don't understand when it is coming, it is bigger than you, no matter who is driving it.
whether it is a small baby or an old person, whatever, as long as it's spiritual, hawezi kuiona, it is bigger than you. It is stronger. It is much superior in terms of execution. Therefore, when you go out to war against your enemies and see horses and chariots, an army larger than your own, you shall not be afraid of them, for the Lord your God is with you. Bwana Yesu asifiwe sana. So to win the battle, the spiritual battle in your life, it is not to wage a warfare, but not be afraid, because whoever that is seeing them is God and is with you. As long as you put God in front of you, as long as you engage God in your battles, in your fields of fight, this power of God will be there for you to guide you, to fight for you, and to defeat all your enemies, because God is seeing what you are not seeing. That is the logic behind every spiritual warfare. Spiritual warfare is not about running away. Spiritual warfare is not about being fearful, because what they will engage in you is fear. They will bring masquerading spirit to create fear so that you can run away, because they are powerless, they are hopeless, and they have no energy to fight against you. They have no energy to control you. They have no capacity to win any battle against you as long as you're with God. So what they will do, they build what we call masquerading spirits. Bwana Yesu asifiwe sana. They will create another spirit of fear, another spirit of a spirit of self-defeat. Being defeated, being in a spirit that you feel that you have lost this battle. You feel like you want to surrender. You feel that you want to run away. That's a spirit of self-defeat, that they will condense you to believe that already you have lost. They will make you see that wewe umepoteza. Watakuhangaisha mpaka uone ni kama already utakufa. Watakuuzia uoga. Then the next thing that they used to sell fear to you is masquerading spirits. Masquerading spirit, like now myself, I'll be like, you have a dream, then in the dream you see it's me raping you. And I am what? I am your pastor. I am your spiritual leader. But you will see me raping you in the dream. Then you will wake up in the morning and ask, so this pastor is a devil worshiper. So this pastor is a rapist. So immediately you start judging the man who is caring for you in spiritual warfare. Because when I am here, I'm covering you. You are my spiritual children. I'm here to cover you. I am here to fight for you. I am here to provide a covering. Therefore, for them to uncover you, to remove the covering from you, they will come in a masquerading spirit and they will use my face. Me doing something. Unaweza kuona kwa ndoto nina kukimbiza na panga, nina kufunga na kitu, nina kufanyia kitu. Then from there in the morning ukiamuka tu asubuhi, what will happen? You will start now doubting me. The moment you enter that doubt, that is what they wanted. So that from then, you don't have a cover. They will be able to attack you. Because like now, in the ministry like this one, I cannot be able to operate authoritatively without my spiritual father, Harrison Nganga. When I do my tithing to my spiritual daddy, who is Harrison Nganga. I don't tithe in this church. You tithe in this church. But me, I don't tithe here. I tithe to my spiritual father. Why? Because my cover is not here. It is on the other side. But your cover is here. So what do I do to cover you? I increase my capacity of covering from my spiritual father for me to be able to cover you. For me to be able to have a spiritual impact on my life, I must have a very strong connection with my spiritual father. And my spiritual father has a very special connection with his spiritual father, so that he can be able to cover the people that are under him. So for you to be covered well, I have to have a good relationship with my spiritual father. That is why normally if you come from another church, the first thing I will ask you, who is your spiritual father? Because if you tell me your spiritual father, I will be able to know what kind of a person you are. Because your spiritual father tells who you are. But because when I misbehave, when I will be doing things that are not good, and he learns that I'm doing something good, and that is not good, he will send for me to go and go have a chat with him. Then he will tell me what I'm seeing in the videos you are doing, it is not right.
You must change this and change this. Or even he plants people in the church. People will come here. I see sometimes people from CFF, they will come and sit here. And you follow them up, you find they were sent to come and listen. How do I teach? Bwana Yesu asifiwe sana. How do I teach? What do I teach? What kind of a doctrine am I teaching people? So they will go and maybe they will record me, or he will watch my videos, see what I'm doing. Then he will summon me and tell me, there is a particular video that you did. This is what you said, and this is wrong. This is not ethical. You must change this and this and this. And because I am loyal to him, and because I am his child, I will submit to him. And then after the rebuke, I will give a sacrifice because of that rebuke. Every rebuke comes with a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe sana. Every rebuke that you will be done by your spiritual daddy, you must do a sacrifice. You must apologize and do what? A sacrifice. Because already this is your father reprimanding you and telling you this is what to do. Therefore, what you will do after you submit, after you surrender, you do a sacrifice. Mostly, if for those who want to do it, you will kneel down and talk to him as you are kneeling down. Then you will give him the sacrifice so that he can release a word of blessing to you. Because if you leave it open, that rebuke, if you leave it open, it will open doors for many other things that will come and attack you. So you must seal it. You must completely seal that door and close the door so that no other enemy will find a door to come and attack you. Because most of us are attacked by such kind of rebukes that are not sealed, are not protected, are not covered. So whatever, and you need to be always happy when you are rebuked. A rebuke is the best thing that can happen in your life. When you have a spiritual father who is rebuking you, that is the best thing that you can have in life. But rather than a spiritual father who is always babysitting you, always with you, calling you daddy, you know what, the Lord is with you, the Lord, no. If you don't have a man of God who can openly rebuke you and tell you what you are doing is wrong, shouting at you, commanding you, and even telling you off, get out of my face, that is the best father you need to have. Because he is releasing a commanding authority over you, a commanding spirit over you, so that once the commanding spirit comes over you, you will be able also to command, because you grow out of it. And the commanding tone that is in you grows such that you can also be able to become a man who can do it by yourself. Commanders in the army, commanders in the police force, they don't become commanders because they were sleeping or they ate or they competed in a competition they were running, and then somebody came and say, because you have won the race, now you become a commander. No, it is being able to command. And you can only get a command for having been commanded. For having been commanded and told, pushed to the corner until you are able to fight back. Then from there, they will see this man is growing. This man is becoming strong. This man is coming better now. This man can be sent. This man can be a representative of this force. This man can be given a platoon. This man can be given a team to go and lead somewhere. Because the command that was commanded to you, it got into you. Now you have become a commander. You are commanding. But if you don't have that person that commands you, it means you are going to be weak. If you have a weak spiritual father, that is how you are going to remain weak. And that is why so many of you are fragile. That if somebody commands you or rebukes you, you run from this church, you go to another church. And because you say, if because I will not hesitate to tell you anything. And myself, the good thing with me, I will not take you outside there. I will tell you in front of everybody, whether it is being shameful or not shameful. I will tell you in front of everybody, and I will reprimand you in front of everybody, because that is how I want us to do business with you. Some of you have already sometimes come to my office to say, you know what so and so is doing. I tell you, can I wait, just give me 10 minutes or 2 minutes. Then you come and to report to David. Like now, maybe Patrick has come to report to David, and David is not around. I will tell you, just give me 10 minutes. I'm calling him back. Ningoje hapo. Nitafute David weko. So David comes, then I will tell David to sit here.
Patrick, sit here. Tell me what you are telling me about him. That's what I normally do. Bwana Yesu asifiwe sana. So he will start stammering. Sasa nikijua ni stammering and stammering, then I will reprimand him. I will just warn him never again to come to my office with stupid things. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how to grow a child. That's how to grow a team that you need to use in the future. A team that will come and be a pillar in your life. You have to rebuke it. You have to speak to it. That is one law of warfare. One law of spiritual warfare. Have an open rebuke to the children you have, so that you will be able to know who is your child. Because if I rebuked you today, and tomorrow again I rebuke you, get annoyed because you ask, yani modromesha agu wanatea. Then what you'll do? They will just go out. Another one will write a statement as an SMS to you and call you a narcissist. Bwana Yesu asifiwe sana. The other one will call you are useless. You see, that's when you learn what kind of a person you are having in your life. What kind of people that you are working with, because they will produce themselves, and you will know themselves. This is the character A, this character B, this character C, and from there you will be able to grade these people and know this person. Huyu mnaweza kumufikisha hapa, huyu mnaweza kufikisha naye hapa, huyu mnaweza kufikisha, and that's how now I'll know what kind of children do I have. Where am I going with them? Some of them I will just do a nagging thing so that you get annoyed with me. So nione utarusha mikono yako uende, ama how would you do? How would you behave to me? Nitakusubua Lilian, nitakuthigitha nigetha urakare uite maithori urire uthii uge ndigakwariria ringi. And that is I wanted to give you a responsibility, but I want to judge to see how able when togethi hado tukutane sasa na shida tuingie in trouble. Mahali hakuna hata kuongea na mtu mwingine. How will you help me, or how will I help you? When I push you to the corner, I want to see how strong are you? What is your capacity? What is your breaking capacity? How much do you put? How much do I push you to break? How do you break? Are you strong enough to sustain the pressure, or are you so weak to sustain the pressure? That is how you know the kind of children that you have. And that is what will help you to know this one, I can work with this one from point A to point B. Another one from point A to point D. Another one from point A to point F. Another one to point A to point Z. And there are those who hata huwezi taka kutembea na wao. Because utamukanyaga tu mguu hivi na uone reaction yake. Venye ile jicho atakuachilia hivi, unajua hii ni nyoka. Hii kesho itakukula. Bwana Yesu asifiwe sana. So hiyo unaweka kado, unaweka hata usitembee nayo, unawachana nayo. Lakini kuna mwingine unamkanyaga leo na kesho tu unakuja kimadharau. Sasa unasiku kanyaga, unagoka aguke. Alafu unaenda tu na hata kumwambia pole. Tena unakakaa kidogo, tena unamfanya kitu kingine. Anasikia hii, this man of God, si Mungu tu amhurumie. Kwa sababu ako na roho ya kustahimili. Ako na roho ya kujua this is a man of God. Yes, ananifanya, anaweza kuwa amekosea. Everybody can make a mistake, but even if he is making a mistake, still is man of God. Ninaweza kukukosea. Yes, nimekukosea, and rightly nimekukosea. You not come back to me at you attacking me. No, you go down, you agree umekosewa, but you humble yourself. Then you find a time to come when I'm in my sober mood. Then you will sit down, not like you are complaining that you tell me daddy, but ile siku niki kwani ulikuwa umekasirika aje daddy? Ni nini kiliendelea? Yani unajua ulikuja ukanidinekania mpaka nikaaguka mpaka nikashidwa. What could be happening? You see, you are telling me you are complaining, but not in a complaining manner. Bwana Yesu asifiwe sana. Because a spiritual father, he's your umbrella. He's carrying something that if that thing is used against you, can destroy you. Most of us, our ministries have died, our destinies have been killed, our future have been killed, not because of something big, just because of not knowing how to handle this man.
And maybe mlifungiwa kwingine, si hapa. Mlifungiwa kwingine na si ile kanisa ulitoka jana. Maybe ulifungiwa kwa kanisa kingine, kalikuwa kaka pastor kingine ulienda, kakaongea matope ama kakakuangalia na macho, kakakuangalia Grace na unakaa mrembo. Sasa na wewe Grace ni wale mumiokoka, unakaaga biguni, unakuja asubuhi. Sasa ukutane na huyo mtu mwenye amekwambia unakaa mrembo na ni pastor, na ulienda huko kwa sababu ukifia ukiongopa mafuta. Alafu unakaa mrembo na kwambia siti na hapo na kuita babe. Alafu wewe kwako una feel this is not right. Look at this man of God. What kind of a man of God are you? You have grieved the Spirit. He is wrong. Yes, completely wrong. Whatever he's saying to you is completely wrong. But that is not how you should respond to him. You don't need to respond to him in a harsh way. You respond to him in a manner that it's so cunning. You will explain to him what you did was wrong to me, but in a funny way. Bwana Yesu asifiwe sana. So that he will not feel like umenidharau. Because nitakukosea lakini nitakuchukulia ni kama umenidharau. Ukienda kuniuliza kwa sauti, ukiniuliza kwa ubaya, nitakujibu ni kama umedharau. Sasa katika ile kunijibu ama kusema nimedharau, kuna maombi ninaweza kwenda kufanya usiku kukuhusu. Na naweza kufuga kazi yako, naweza kufuga biashara yako. Iwe labda kuna siku nilikuombeanga na mlango yako ikufunga, niko na kuaga bado na hiyo kifungo. Sikia inatangwa spare key. Bado niko nayo. Nitafunga. Na nitafunga na ingine na niweke karoko kingine. And hiyo ndio sana umekuta watu wengi wameumia katika mikono ya hubiri. Watu wengi wameumia katika mikono ya viongozi wa kikanisa, viongozi wa mahali unakuanga ama wakubwa wako. Sio lazima ikuwe ni kiongozi wa kanisa, inaweza kuwa your boss, your immediate boss, ako na spirit ambayo iko juu yako. Na akiongea vibaya kukuhusu, kuna kifungua na kufungianga. Your elder brother, your elder sister, wako na kifungua na kuanga nayo. Na akiongea vibaya, unakuta kuna kitu kitafanyika katika maisha yako. Mume wako ako na authority, ama boyfriend wako yule mmekuwa naye ako na authority juu yako. Na hiyo authority anaweza kukatumia vibaya na kuharibia maisha. Na ndio nakufundisha kuhusu sheria za kivita. Mambo hii ya kiroho ni kitu ambao unahitaji kuwa na umakini mkubwa sana. Well organized, well planned, well understanding, so that you cannot mess up with yourself. That you may not be able to do things that are not pertained. Because you may mess, nika kitu kadogo tu lakini umess. Utakuta you don't have the capacity ya fight back. I have the capacity. Nitakurushia kitu lakini wewe hauna capacity. Na tena hautajua. Mimi mwenyewe ndio nimeenda. Wewe ulifikiria umemalizana, tumemalizana. Lakini kumbe mimi sikumalizana, nilienda kufanya vitu zingine zangu. So it is very important when you are in a ministry like this one, the spirit humbleness, ukue humble. Nyenyekea tu. Huyu mtu ambao umekuja kukaa chini yake, kamua ile kitu unataka. Baka ile muda Mungu anataka ukae na yeye. Kisha ukiweza kukamua na upate hiyo kitu unataka, toroka tu. Wacha kumuita narcissist. Wacha kumuita useless. Wacha kumuita ni kama unamdharau, kwa sababu kuna kitu atafanya na hiyo kitu itakuzuia katika maisha yako. Hiyo kitu itapigana na anaweza kufanya hivyo na hata yeye asahau na muendelee kuwa marafiki. Na asahau alisema kitu. Hiyo kitu wewe hautajua na yeye hatajua. Mtaishi hivyo. Wewe utaishi kuanguka, yeye ataishi kukua. Lakini utaishi kwenye mateso makubwa sana. Ukifikiria ni kurogo lirogo na auntie, ukifikiria ni kurogo lirogo na anko, ukifikiria ni kurogo lirogo na mtu fulani, kumbe huyo bado rafiki yako, huyo pastor, bado you are tithing there, bado you are giving, offering there, sacrifices you are giving there. Lakini kuna kaneno kamoja tu aliachilia, na ako kaneno ndio kana kukura. Sio kama mnanielewa? So ni vizuri sana kurectify na kujaribu kukumbuka tule tu vitu mliwahi kufanya na mtu mkubwa mkuliko, mwalimu, mtu anaitwa kama chifo, mtu anaitwa baba, mtu anaitwa mudhuri, boyfriend. Hao watu kuna mavitu mlifanya. Hizo vitu ni vibaya sana katika maisha yako. In the spiritual realm they are written. Na zikiandikika zitabidi huyo mtu akuje afute, ama mtu aliye na nguvu kumuliko afute. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mnanielewa? Mnakaa mmeboeka na mimi leo. Ama ni mimi nawapatia story mingi ina break? Ninawaambia story mnaniangalia vibaya hivyo kwa nini? Ni kuniangalia vibaya ama mnatafakari? Mnakumbuka tule tu mistake mmefanya. Na unajaribu kufanya mahesabu pale ulikosea. Kwa sababu mmezoea kule pokea. Ninaona watu 10 hapa ambao wanaenda kubarikiwa. Kuna watu wanaenda kuinuliwa. Kuna watu maisha yao inaenda kubadilika. Sasa hiyo mnasema amen. Sasa hiyo mngekuwa mmekanyaga viti juu mkisema speak it, prophesy.
No, but it is all before that prophetic word finds a place to come and land. Because every prophetic word has a landing. Bwana Yesu asifiwe sana. That landing ndio mimi natakanga kukutengenezea. That landing of that prophetic word. It is there. Whatever was prophesied to you, it is there. But if there is no landing space, hakuna mahali pa kuland, it will never land. It hang around hapa. Naye mtu anaitwa mfalme wa Persia atainyakua, atakaa nayo pole juu. Wewe ukingojea hizi vitu zako zikuje, hazitakuja. Lakini remember kitu tu kamoja ulifanya na kamezuia hiyo space ya kulandi imekosekana. Bwana asifiwe sana. Verse number 2, sijui kama tumefika 2 ama 1. When you go out to war against your enemies and see horses and chariots, an army larger than your own, you shall not be afraid of them. For the Lord your God is with you, who brought up from the land of Egypt. Verse 2. Before you engage in a battle, the priest shall come forward and speak to the troops. Why? The priest shall come forward. And that is what I'm telling you. Before now you start engaging on that prophetic word ambayo imeachiliwa kwako, nenda kwa mtumishi mkubwa ambaye anointing yake iko juu. Mwambie tu anene neno la baraka. Huhitaji kukumbuka hiyo maneno yote. Mwambie tu akunenee neno la nini? La baraka. Kisha akikunenea neno la baraka, mupatie kitu. Mupatie the sacrifice. Ndio ifute. Maana ako na authority juu ya wale wengine. Kama umewahi kukaa chini ya Harrison Ng'ang'a, for example, you need somebody equivalent to Harrison Ng'ang'a ama mkubwa kuliko Harrison Ng'ang'a. Kwa hivyo ushafika level ingine kubwa sana. Kwa hivyo kutoa hizo vitu ambayo unaona kama umewahi kufanya kwa Harrison Ng'ang'a, utahitaji mtu mkubwa, mtu wako na anointing. Sio lazima akuwe ni age kubwa, anaweza kuwa a young person but anointing yake ni international. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kufuta. Ni kama venye unaonanga jaji wa high court anaweza kusimamisha order ya jaji mwingine through court of appeal. Lakini ikipita court of appeal, jaji huyu wa chini hawezi kufuta kitu imefanywa na judge of court of appeal. Itahitaji another court higher than the court of appeal. Bwana Yesu asifiwe sana. So in the spiritual realm this also happens like so, that you need somebody with a higher authority for him to cancel an anointing or a place where there is higher anointing, so that every word that was spoken to you, because there are many other things that were spoken to you but you don't know them, and this thing that was spoken to you that I don't know them, you need now a higher authority who can use a blanket cover and say, na kubariki, ninaondoa maneno yote machafu ama nguzo zozote ambazo zilinenwa juu ya maisha yako, ninaziondoa katika jina la Yesu Kristo. So whatever was spoken will be removed, and then he will command a blessing upon you, and in the commanding of the blessing upon you, you will give a sacrifice to seal that command. So anything ambayo imenenwa haitawachwa wazi, maana chochote kikiwachwa wazi kinafungua milango mingine ambayo maadui watapata kuja kupenya na kuharibu maneno ya kwanza. Maana maneno yale ya kwanza hayakupata ulinzi. It was not fenced, haikufensiwa. Meaning kitu ambacho chochote hakikufensiwa, mambuzi na makondoo wataingia ndani na watakula what is inside the compound. Meaning you need to seal it. Once you seal it, nobody will be able to attack you, and hiyo imekuwa sasa imeisha. Now you begin a new chapter. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why many of you who come here ambao wamefanya madhara na watu ambao wamekuwa chini, ambao mafuta niko nayo na wao wako chini, kiwango cha chini, ukikuja tu you don't need my touch, you need hapa nikihubiri niseme na mubarikiwe, na neno lolote la kinyume katika maisha yako ninaliondoa. Ukiwa mwerevu, come and seal it with a sacrifice. Hiyo kitu haitarudi, itakuwa imekuwa completed. But if you don't seal it with a sacrifice, it is most likely itarudi tena. Na sasa imerudi in my level. Haikurudi in the level ya yule alisema, itarudi in my level because imerudi katika authority yangu. Sasa katika authority yangu ni kumaanisha kule amanyana sasa kukufungua ni mtu ako na authority kubwa kuniliko. So kuna vitu vingine unakuta wewe ndio ulijipeleka. Maana ulitaka kuondolewa, lakini uliondolewa lakini haukulipa. Haukutoa sacrifice. Wakati ilifunguka na mimi ndio nilikuwa nimeondoa, authority ambayo inaweza kuondoa ni yangu ama ya mtu mwingine mkubwa. So ndio nakuta umeraise level yako ya vita.
kuja kwangu na ukakosa kufanya jinsi sheria inavyokuambia, utakuwa umeinua kiwango cha vita, umeongezea vita zako, zimepanda juu kwa kiwango ambacho bila mtu mwingine ambaye ako na authority ya juu wewe hautaweza. Na imekuwa sasa a bit stronger kuliko zamani. Na ndio unaonanga watu wamekuja hapa, badala wafunguliwe wanafungwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala maisha yao ifunguke, unakuta vita vinawainukia zaidi. Kwa nini? Kuna kitu haukufanya. You never stopped it by sacrificing. You never stopped it by paying the fine, ambayo hiyo ndio inatangwa fine ya kulipa gharama ile ya maneno ambayo yameondolewa kutoka kwako, so ndio yafutike kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo lazima ukuwe na mtumishi wa Mungu ambaye ana uwezo wa kukusaidia na ana uwezo wa kukuongoza. And when you draw near to the battle, and you shall say to them, hear, O Lord Israel, today you are drawing near to the battle against your enemies. Do not lose heart, or be afraid, or panic, or be dreaded of them. Those are three things that are very powerful in any spiritual battle. That do not lose heart. When you are in the spiritual battle warfare, do not lose heart. Be strong and be courageous, because these battles are continuous. Sometimes these battles zinakuanga irritating. Ninakutoa, ninakuombea, but the more I'm praying for you, the more the battle is becoming higher and stronger, because they want you to lose hope. They know they are going to lose. They know they can't hold. They know that they have been defeated. But what will happen to them? They will throw to you so many things. Watakurushia mad, watakurushia matope, watakurushia maneno mingi na vitu nyingi, ndio lose. Na uone ni kama tangu niingie hii kanisa ndio vita viliongezeka. Sasa una withdraw. That's now. Ukisema tangu niingie kwa hii kanisa ndio vita viliongezeka, already lose heart. Kwa hivyo lose hiyo battle. Hata ukifanya nini, mahali popote utaenda, you will be always be fought by this kind of thing. Number 2, do not be afraid. Losing heart is not the same as being afraid. Do not be scared by them, because they will use scaremongering tactics to scare you, so that you can feel and see this battle siwezi wezana nayo, hii ni kubwa kuniliko, so you will be scared and run away from them. So why will they scare you? They will scare you because they know you are stronger than them. They know you are powerful than them. What they will do, they will send mongrels and they will come and shout at you. They will send mungus and come and see the mungus are there. They will send igi. Waps. They will send waps, about 10 waps around this room, and everybody of you will run away out there. And the waps, how do you know? Waps ni kitu unaweza kupiga tu kofi kaaguke chini, lakini kwa sababu ni kitu unaogopa, utatoroka uende pale. That is being afraid. And they want just to scare you by creating some fear. Once you got fear in you, you lose, because God hates cowards. Number 3, do not panic. Whether how bad it is, how bad information it is, how bad information that you are getting, wherever you are getting from, do not panic. Whether they tell you are going to perish today, whether they tell you that you are going to go down today, don't panic. Tell them, I am ready to go down. If it is going down for the sake of my God, I am ready to go. Meshach and Abednego, they told the king, we are not afraid of you, and we are not going to worship your God. Even if our God says no to us, we are going to stand firm. And that is what made them to win. Until the king came and looked at them and said, oh, we had sent 3, they are 4. Who is this 4? They discovered it is their God. Because they stood. When you stood firm, you don't panic, you don't get afraid, you don't lose heart, you attract the presence of God to come and defend you. When you release yourself to fear, God disappears. When you release yourself to panic, God disappears. And when you release yourself to losing heart, God disappears. And that is what the devil is looking. That is what the devil is hanging around to look at, so that he can use one excuse to remove you from the presence of God. And number 4, be in dread of them. Do not be dreaded by them. Atuwakwambia wanakuja na unasikia, these people are powerful. When Jehoshaphat was told about the coming of the 3 nations, he was about a little bit afraid, but he confronted God. He went to God and commanded first, and then they went to the temple and gave a sacrifice
against these people. And once they gave a sacrifice, God sent, because God, they had and they knew we have a God. They went and spoke to God, and God came to them and told them through Jehaziel that you are going to win this battle. You are going to conquer them. Why? Because in the first place, haukuonyeshana uoga. Watu wanaluzi hii vita kwa sababu ya uoga. Because you are dreaded of them, because of panicking, because of losing heart. This thing, it is not even difficult. This warfare is not even any difficult. But because of the fear, the dreaded one, because of panic, they will cause you to run away from God. Bwana Yesu asifiwe sana. And the moment you run away from God, God abandons you and you will be alone. For it is the Lord your God who goes with you. Remember, God your Lord is going with you. All that is the information that you need to understand and to have in your mind. That always whatever you are doing, God is with you. All what they want to do is to remove that God from you so that they can be able to attack you. Hello? So that is the only mission they have. Not anything strong, not anything powerful. They just want to remove you from God. They cause some panic, they cause some fear, they cause you to lose heart, they cause you to kutingika kidogo. So once you kitindika kidogo, then they will make sure, they will have made sure that God is not with you. Because what they know is that you have a God, and they fear the God that is in you. Bwana Yesu asifiwe sana. For it is the Lord your God who goes with you to fight for you against your enemies, to give you the victory. Remember, underline that second last line statement. For you, who goes with you to fight for you against your enemies. It is God who fights your battles. It is not you. You have no capacity to fight any battle. It is God who fights for your battle. And that is what they want to remove from you. To remove you from God, so God will stop fighting for your battle. Because when you are not in the presence of God, God will not do your battle. But when you are walking with God and you are moving everything with God, God does your battle. Or what they want to make sure that you are away from God, so God cannot stop you, because ameona ni kama hauna battle, anaenda kusaidia huyu mtu mwingine. As he goes anakuacha, that's the time they will eat you. That's the time they will maul you. That's the time they will bring you down. When they know God ametoka kidogo. Because they are so scared of you. One thing you must understand, every enemy of your life is so scared of you because they know you have a mighty God. Hallelujah. Mumenyamaza sana. Siniachie tu hapo. Mpaka ninawaogopa. Verse 5. Or in verse 4. Verse 5. Si uende ukama. Najua. Then the officials shall address the troops. You understanding me? Now the officials have been drawn in, that they address the troops. Now I am addressing you. You are my troops. I'm addressing you how to win battles, how to conquer your enemies. Then the officials shall address the troops saying, has anyone built a new house but not dedicated it? That's a question. Because the loophole that you leave will cause you either to retract your mind back, or you will allow your enemies to come in, or you will be able to torment your enemies. So you need to understand fully that what is God saying. Has anyone built a new house but not dedicated it? He should go back to his house, or he might die in the battle and another one comes to dedicate it. So you must be prepared. If it is going to battle, preparation is very important. Psychologically, physically, and spiritually. You need to be completely aware of what you are doing. You need to be completely conversant with the battle you are doing. So you must know whether you have, like now he's asking, kuna mtu amejenga nyumba na hajaiingia. Enda tu uingie, ndio hata ukikufa utasema uliingiaka kwa nyumba yako. Ukienda huko utasema nini? Kwa sababu unaweza kufa, umejenga nyumba na ukufe. Bwana Yesu asifiwe sana. No, he's trying to tell us that in life, when you are going to battle, there are so many other things that you have in your life, and these things that you have may contract you back, may pull you backward by trying to remember, niko na kazi, ndio nimeanza kazi the other day,
ndio nimeolewa, niko na fiance, ndio amekuja, ndio tumejuana. So unaona kama it will speak to you to cause some panic in you. Unaona ni kama utawacha watoto wako, utawacha mke wako na ni mchanga, utaacha kitu chako na ni kichanga. That is why he's saying, if you have not dedicated your house means that you have already gotten into the house. So you have the taste of that house. Then the official shall address the troops, saying, has anyone built a new house but not dedicated it? He should go back to his house, or he might die in the battle and another one takes it. 6. Has anyone planted a vineyard but not yet enjoyed its fruit? He should go back into his house, or he might die in the battle and another one be the first to enjoy his fruits. Number 7. Has anyone become engaged to a woman but not yet married her? He should go back to his house, or he might die in the battle and another woman marries. Bwana Yesu asifiwe sana. So now they are trying to make these people feel that before you get into the battle, make sure you clear your baggages. Make sure you are clean. Your spirit is clean to go to the battle. Your spirit is clear with whatever. Your conscience is very clear. Before you start any move, make sure your conscience is very clear. Number 9. The officials shall continue to address the troops, saying, is anyone afraid or disheartened? He should go back to his house. He might cause the heart of his comrade to melt like his own. So you don't go with cowards. That's why I normally tell you, if you are not for this ministry, just come out and go. Because this ministry is not for the fainted people. This ministry is not for cowards. This ministry is not for heartbroken people. This is a ministry that you persevere, because this is a fiery ministry. This is a ministry that you need. Kichwa ikae gumu kabisa kama ya Judy. Kichwa ikae gumu kabisa kama ya Lilian. Kichwa ikae gumu kabisa kama ya huyu Shosho. Because this is a ministry. This is a competent ministry. This is a ministry that you are front line, where you give your life in front, because you are dealing with altars, you are dealing with the destiny killers, you are dealing with the people who are holding others captive, you are dealing with the forces and principalities, you are dealing with much more powerful things than any other. Bwana Yesu asifiwe sana. So you need to understand yourself before you get into this warfare, before you get engaged yourself into this battle. What kind of a ministry are you getting? Were you prepared to come here? Were you prepared to be in the synagogue? Were you prepared? Did you understand what synagogue stands in for? Before you got that responsibility that was given in the synagogue, did you understand the responsibilities? Before you became the pastor like David in the synagogue, were you prepared to become a pastor? Akili za maroli bado ziko ama zilitoka kabisa? Bwana Yesu asifiwe sana. You need to have that heart. A ministry like this one, you have to give heart. Maana utakuja na utaanza kusema, tangu nikuje hii ministry vita viliniinukia. Kwa nini vilikuinukia? Yani you have been to very churches but vita havinukangi. Lakini tangu niingie hapa, kwa sababu wanataka kukusugumusia, wakwambie tangu ukuje hapa just wewe ulie kumalira wokire goko nigwo bara shokerie. Taweta wewe ulie kodoko uneko kweli, because it is the devil speaking to you. It is the devil telling you that run away, because they knew huko utawamalizia huko. So wherever you have a situation and they come start speaking to you, that is the place you need to be. Because the other time kule ulikuwa, they were not speaking to you. Now that you've hit them, now that you have put them under the belt, utakuja wameanza kushout, wameanza kusema, toka huko, unajua kutoka kuja huko ndio maneno yako imeharibika. Sikumbuka, siangalie hata friji yako imeanza kupiga makelele, siangalie hata nini yako haina shamba yako, siangalie mnaenda kufugiwa nyumba sasa, siangalie hii maneno inaanza kufanyika, mpaka unaanza kufikia na ni kweli. Na ni kweli, tangu niingie hapa things have not been working well. So they have already spoken to you. The moment they have spoken to you, they will take you to the slaughterhouse immediately, because they knew you are trying to run away. Bwana Yesu asifiwe sana. If you are not for sure ready to be in the ministry like this one, it's better you walk out immediately before you stay more, because battles will be here. Kupigwa utapigwa, kugogwa utagogwa, but once ukivumilia, ushindi upo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni ushindi mkubwa, maana misingi yote ambayo ilikuwa imekukamata yote inaanguka, inaporomoka. Bwana Yesu asifiwe sana. And then is anyone afraid? Tuendelee. Number 9. When the officials have finished addressing the troops, then the commanders shall take charge of them. Hallelujah. That is now a person like me takes over. Once the officials, akina David, akina nani hapa Mboro hapa, once they speak to you, then you come to the commander to take charge. Sasa nakupeleka kwa kichaka, tunaenda kulima mapepo. Umesikia Grace? Sasa ukiona nimeingia, ujue tunaenda kufanya nini? Kubomoa mapepo. Now I am not afraid that I am carrying somebody who is going to retract or to move backward. I am carrying a force that we are going forward. And that is why normally you find I command a lot. I release a lot of commands. And sometimes I will shout at you, and because you are fragile, we tube ni kamayai, unaanza kusema nie dili modu wako koma kumwe kwenda. Nani alikuita? Kwenda, because I'm a commander. I will not bembeleza you at all. Why? For what? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko in the field, we are fighting, we are commanding demons, we are destroying pillars, we are destroying altars, we are destroying asheras, we are bringing them down. We have no time for babysitting or for even talking here and there. Bwana Yesu asifiwe sana. Lilian, we don't have that time. Once you have spoken to your people, now let's move, let's do things. Bwana Yesu asifiwe sana. Not coming and then saying to at unajua mimi ndimenye leta kogodokilo. Utika kogodokilo ginyarohe ni okonywa. That's the nature of being with a commander. When ukiwa hapa Roda, ujue ukubali hata kofi utakula hapa. When you are walking with me, ukiamua kutembea na mimi, ujue hata kofi ni possible. Hata teke ni possible. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kufungiwa kwa seli kanyumba kama kale ni kufungiwa huko, it is very possible. Because nikiona demoni zako zimekuwa nyingi sana, hatutakuacha uende ukatupige, tutakufuga mahali ndio tupambane na mademoni zile zingine, ndio tukukujie tudilu na wewe. Hatutakuachilia uende. Kana toko marekereria. Acha niko hikira haria na tokekera ikonia ine nigetha ndakaume. Nigetha tuambe tuhurane na ki na demoni ici ingi. Twarekanie na ciru toke tudilu nawe. Niguo coco. Niguo. Thank you. Uni komanda mwesago. Bwana Yesu asifiwe. And that is the nature. Na hiyo ndio kitu ile ilikuwa na Yesu. Ndio ile kitu ilikuwa na Musa. Hiyo ndio ile kitu ilikuwa na Elijah. Na Elisha alikuwa na Joshua. Imagine sasa Joshua venye alifanya maneno, kuchinja mapresident, kuchinja mawatu, kuua, and then ukute huko na makawad. Wale watu walikuwa wameambiwa mkienda mji fulani, ni Gibeoni ama ni wapi walienda, wakaambiwa msichukue vitu za huko. Familia moja ikaenda ikachukua. Kisha wakati walitumana kwenda kupigana mara ya pili, wana wa Israeli wakapigwa. Walipopigwa wakarudi, walirudi kuulizana ni nani alifanya hiki kitu? Ni nani alibeba kitu huko? Wakatafuta mpaka hii familia ikajitokeza ikasema ni sisi. Walipoleta hizo vitu hawakusamehewa, walichinjwa. Walichinjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Because you cannot be afford to betray a cause. You cannot be set in a manner that you are there to betray a cause. You cannot betray a cause. Once we have started the journey, you have to go. We have to win the battle. We have to conquer. Wagapi wameona hiyo safari imekuwa gumu? Inua mkono mjuu. Bwana Yesu asifiwe sana. When the officials have finished addressing the troops, then the commanders shall take charge. Verse 10. When you draw near to a town to fight against it, offer it terms of peace. Angalia sasa. Mukifika kwanza, munaenda kupigana na wale watu, before you start fighting, over peace. Waambie, hameni, hatuna ubaya na nyinyi, hatutawauliza. Kama mtahama in peace, hatuna ubaya na nyinyi. Then let them speak. Or they will tell you, hatuhami. Then that's the time you release the troops to go, because you know God is with you. Lazima mtawashinda. Bwana Yesu. Lakini before muwashinde na vita, ongea na wao kwanza. Release. Always try peace first. Ukienda kwa hiyo ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 11. If it accepts your terms of peace and surrender to you, then all the people in it shall serve you at forced labor.
If they surrender to you, they shall what? Work under you, under forced labor. It is biblical. You command them. Mnawafanya wanakuwa watumwa. Wacha hivyo mnasemanga ati Afrika walipelekwa huko wakafanyika watumwa. It was biblical. Whatever Americans ambao walikuwa wananunua slave trade, it was biblical. They captured them. They made them slaves. Under forced labor. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not unbiblical. It is biblical. And God has given you that right to do so. Hii hamjai soma hii Biblia? Hebu angalia kama Biblia yako inasoma kama hii. Biblia yenu inasoma kama hii? Mumewahi kusoma hii? Mumewahi kusoma hii? Hamjawahi? Ni Ufunuo ndio tofauti. Ulisoma sasa, uli understand nini wakati wako? Number 12. If it does not submit to you peacefully, but makes war against you, then you shall besiege them. Wakikataa terms zenu, you shall what? Besiege them. Ndio naonanga mimi sina time ya kubembeleza wewe. Sina. Nadikage time. I will never have time because I have a bigger war to wage. I have a bigger war to win this country back to Jesus. We have started the revival. We have, and this revival si warokole, si ya warokole wale wakulala biguni wakuja hapa asubuhi. Hii ni ya watu wale wanaishi duniani wamekauka. Watu wamekaa kwa mawe, kwale, wamekauka. Ni watu wabaya. Watu watashika bunduki kwa sababu ya Yesu. Tunashika bunduki very soon kwa sababu ya Yesu. Si Biblia, bunduki. Na kuambia watu lazima mutatii amri ya Yesu. Mutatii. Because Jesus was a commander. Jesus is our commander. Bwana Yesu, kama huwezi kupigania your faith, then you are hopeless and you are useless. Kama Muislamu sahi wanapigana kule Israel, mabomu imerushwa na Iran na Iraq, wamerusha wakupigana na Israel. We are almost in the third world war. Alafu wale wanapigania Mungu wako. Wow, sasa wewe na Mungu amekupatia amri, amekwambia nenda, I am with you, nenda upigane. Alimwambia Joshua, get into that city. Ingia ndani ya Gibeon, ingia ndani ya Ai, ingia ndani mahali popote unaingia. Go and swagger, gonga kabisa. Baka mapaka na manyau. And they did that because they were on an instruction. That is how you shall destroy. In the book of Deuteronomy chapter number 7, it says, this is how you shall deal with them. When God hands over them to you, this is how you shall deal. You shall utterly destroy them. You shall utterly bring their pillars down, their sharers down, their forces of darkness down. That's why ni nani nikubebeleze? Ojo kile norogi wako anyuru kubebelele. I cannot. Siwezi, nitakung'oa tu. And I will make you a fighter. I will make sure I have trained you to become so hard like me and even harder than me so that you can lead the troop where I cannot be able to lead. Bwana Yesu asifiwe sana. And when the Lord your God gives tulitoka huko kwa nini? 13. If it does not 2013 sorry my brother. And when the Lord your God gives it into your hand. You see now, it is God giving them into your hands. It is God giving your enemies into your hand. Those people who are tormenting you, they are powerless because Lord has captured them. Lord has arrested. Good, Mungu amewashika. Hiyo maadui unaonanga, hao watu wamekuingilia, hao watu wamekuinukia, God has already captured them. God is in control. All what you need to do is that God will give them to you. We will hand over to you. You shall put all its mail to the sword. So in the act of war and the law of war, women are saved. Women are not fought. Bwana Yesu asifiwe sana. But the Bible here is telling us, you shall put all the men, wanaume wote, you shall put them under the sword. If only God amewaleta mikononi mwako. Not before God brings them into your hand. Not before God wins the battle. Once he wins the battle for you, he will bring them to your hands. So these demons you are fighting, these altars you are fighting, they shall be given to you in your hand at the appropriate time. So don't ignite a war, not understanding whether God is ready to hand them to you. Because their wars will start, na Mungu hakuwa ready to give you. Sasa utakuta you are alone. You are fighting battles
alone. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Tena ameondoa. You may however take as your booty the women. Umesikia sasa, hapo ndio ulikuwa atumia negota homa hata hapo. That is the time now you take them and they become your wives. The children and livestock. Sasa wamama na livestock na children walikuwa nawekwa pamoja. And every else in the town, all its spoils, you shall enjoy the spoils of your enemies, which the Lord your God has given you. Hallelujah. You shall enjoy even their wives. Because God has given the spoils. These are now what we call the spoils. Mateka wanakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo maadui wakiletwa kwenye mikono yako, and God has, Mungu mwenyewe ndiye ameleta mikononi mwako. Sio wewe uende uwatafute uwalete mikononi. Mungu mwenyewe akupatie. Don't spare them. God has won the battle. Na anakuambia you shall utterly destroy them. You shall utterly dismember them. Destroy completely. Bring them down. Bwana Yesu asifiwe sana. You may however take as your booty the women, and for 15 please quickly. Thus you shall treat all the towns that are very far from you, which are not towns of the nations here. Even pale kwingine mtaenda kukonga. As now we are getting out there. Maana sasa tunatoka kwenda kukonga territories. We are conquering territories. Tutashika hao wote. Tutashika hao wote ambao ni watu ambao they hawanya msimamo mzuri wa Kristo. We are going out, and because God has now given us permission, tokeni nje mkatengeneze barabara, mkajenge, you capture territories. This is how you should do with them. Bwana Yesu asifiwe sana. This is how you shall handle. That you make sure that you conquer them, that are trying to conquer you. You make sure that these people that are not against your God, you deal with them diligently as God will have instructed you. Bwana Yesu asifiwe sana. So that man that is disturbing you, that woman that is disturbing you, every person that is against you, deal with them with this kind of a principle, but led by who? By God. Verse 17, please give me 17. You shall annihilate them, the Hittites, the Amorites, the Canaanites, the Perizzites, the Hivites, the Jebusites, just as the Lord your God has commanded. So war is won under the command of God, under the authoritative hand of God. That is how we win these battles. Number 18 quickly. So that they may not teach you to do all the abhorrent things that they do for their gods, and you thus sin against the Lord. Remember in the book of Judges number 6, chapter number 6 verse 1, the Bible says, and the children did evil in the sight of God, and therefore God decided to hand them over into the hands of the Midianites. What did they do? The father of Gideon, Joash, when they went after God had told them all these things, the father of Gideon alienda akaongea na Wamereku, akachukua miungu ya Wamereku, akapeleka kwenye madhabahu ya wana wa Israeli. Mungu akakasirika, akaondoka. Alipoondoka, aliachilia wana wa Israeli miaka 7 ya mateso. Sometimes we are facing challenges kwa sababu tuliachiliwa. Kuna kakitu kamoja tu ulifanya, kakafanya uachiliwe. Kuna kakitu, kuna kamungu unakuanga nako. Kuna kamungu umeweka kwa nguo yako. Kuna kamungu umeweka kwa kitanda yako. Kuna kamungu umeweka kwa nyumba yako. Ni kakitu kadogo tu, but you worship it and God disappears from you. That is how now you are beaten up. That is how you are destroyed. Businesses zingine zetu zimeanguka kwa sababu ulienda ukaambiwa ukivaa hii bango, ukienda kwa biashara, biashara itakuja. Now you have substituted God. Ukienda kwa nyumba yako, kuna kakitu umeambiwa uhang tu pale. Ni kapicha tu, unaambiwa kana attract customers wanakuja. Umesubstitute Mungu, and God will set you away from, atakuondokea. Na anapokuondokea atapigana na wewe. Maadui watakuinukia. So hako ka Mungu ambako umekishikilia, hako ka kitu, nenda ufikirie what kind of a God umeshikilia. Ni Mungu mgani? Which kind of a God? Is it your car? Is it your daughter? Is it your son? Is it your parents? Is it whatever that unaona hii umeshikilia, hii sasa hii nikiachilia nitakufa. That is a God. And when you have another God, God does not share the glory with any other God. God is a God who is above every other God. Verse number 19. If you besiege
a town for a long time, making war against it in order to take it, you must not destroy its trees by wielding an axe against them. Although you may take food from them, you must not cut them down as trees in the field, human being, that they should come under siege from you. So there, you don't destroy the environment, because environment, trees, they worship also God. Anything that you see that is around you worships God. So when you have won battles against humanity, you don't go destroying the environment. You leave the environment intact. Tusimame tu kwa miguu yetu. Do we learn a lesson from there? Did we learn a lesson from there? What kind of a lesson have you learned? Tumesoma lesson gani? Gari kubwa. Taweno kole ugo, taweno kole, weno kole. Eje muri anogo nani demo nogu. Hebu patia huyo mama huyo ako nyuma yako. Kuja hapa. Huyo mama ni mchungaji. Kuja hapa. Kuja mpaka hapa karibu na mimi. Salimia watu wa Mungu. Bwana asifiwe. Haleluya. Nimeambiwa niwasalimie. Umesikiaje mafundisho ya leo? Hivyo ndivyo ulikuwa unafundisha watu? Kwa sababu nimepitia hizo vita. Nakumbuka kuna vita nilipitia. Ikabidi kila mtu akanikataa. Hata yule mchungaji nilikuwa naye. Akakukataa? Akaulizwa, huyu ni mshirika wako? Kasema hapana. Simjui. Kile najua kwake ameokoka. Lakini mambo mengine sijui. Nikamuuliza hapo mbele ya watu, mchungaji, imekuwaje leo? Nikakumbuka Petero na Yesu. Nikaambia Mungu asante. Wakati nilikumbuka Petero na Yesu, sikumuuliza swali nyingine. Nikamwambia, na kama ni wakati wangu wa Mungu kujitukuza, wacha akajitukuze. Na nikaambia Mungu, leo jitukuze wewe peke yako. Mzee akiwa pale, watoto wangu wakiwa pale, lakini walikuwa wananiombea, walikuwa naomba wakizunguka. Na mimi nilisimama na nikanyamaza. Maana kuna wakati vita inafika inakuwa hauwezi ongea. Sijui kama umeshafika hiyo kiwango. Ilikuwa ni vita ya kijiji kizima. Na nilikuwa nishikwe, nilishwe kiapo. Mimi ni mchawi. Kwa nini nawasumbua? Na kwa nini nasumbua miungu yao? Na mimi nikawaambia, hakika kama Yesu aliitwa Beelzebubu, na mimi niko na huyo Yesu, hakuna tofauti. Wacha Mungu ajidhihirishe. Niliwaambia hivyo. Wacha Mungu ajidhihirishe. Kama Mungu wenu ana nguvu, na akajitetee. Na kama Mungu wangu ana nguvu, na akajitetee. Wacha tuone ni Mungu gani atakaye simama. Mzee alikuwa pale, alikuwa naomba tu. Watoto wameomba huku. Wale watu shosho uliona. Wengine wajui kuomba, wanasema in the name of Jesus. Na mimi nasema amen. But nashukuru Mungu, hiyo vita ilikuwa ya kijiji kizima. Mungu alinipigania. Kwa hivyo wakati apostle anaongea kuhusu vita, ninaelewa anaongea kuhusu nini. Maana kuna vita vinaweza tokea hapa, mkimbie nyinyi wote mumwache. Kabisa, ukimbie. Unampenda sana, lakini kuna vita imeinuka. Inakuwa unauliza, nitaenda hapo niseme mimi ni mmoja nikatwe shingo? Wacha nikae hapa kama Petero. Unamjua, anasema Dimo wewe muona? Acha di damuona. Leo ndo nimemuona. Lakini ndani na urenda gukaha uguo. Uthugundage okahora. Lakini vita inakufanya uwe pale kando. So wakati anaongea kuhusu vita, ninajua
Na hiyo vita ikikuja, Mungu alinionyesha katika ndoto na akanipa kufunga siku 30. Siku ya 32 vita ikaanza. Ndio hata mimi mwenyewe sikuwa najua kwa nini nafunga. But aliniambia after nimefunga kuna vita vinakuja. So be ready. Sikuwa najua ni vita ina gani. Wewe ilikuwa ni vita. Ilikuwa ni vita kali sana. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu hakuna mtu alinitetea kama pastor alinikataa. Nani mwingine angenitetea? Mahali nilikuwa natoa sadaka, fungu la 10, kila kitu. Lakini alisimama akanikana mbele ya macho yangu nikiwa naona. Akaulizwa, "Wewe una jambo la kuongea kuhusu mshirika?" Kasema, "Mimi sina." Ala. Bwana yake ndio anamjua vizuri, mimi simjui. Kile najua ameokoka. Huyo akasimama kando, nikajua mimi uko peke yako. Kama sio Mungu atasimama na mimi. Bwana asifiwe. Hakuna mtu mwingine anaweza kuniokoa katika hili janga. Na nikainua mikono nikaambia Mungu, sasa ni wewe na mimi katika hii kiwanja. Wacha utukuke kama unaishi. Wewe unaishi. Yesu unaishi na ulishinda vita. Na leo hii kama nimeokoka Yesu, nataka ujidhihirishe, hakuna kitu kingine nataka. Na nikainua Biblia na nikaimba wimbo tu. Na nikafunga macho na nikanyamaza. Sikuwa nataka kuona nini na ni surround. Nilifunga macho, kile nilikuwa naona ni Mungu peke yake. Lakini wacha nikwambie pastor. Unaitwa pastor nani? Pastor, wacha nikwambie kuna kitu Mungu anaweza fanya. Inakuwa mtu hawezi kukukaribia hivi. Akikuja kukukaribia hapa katikati yako, wewe na yeye, hawezi kukuguza. Inaitwa uwepo wa Mungu ukikuzunguka. Bwana asifiwe. Amen. Uwepo wa Mungu unapokuzunguka. Na ndio unaonanga wengine kwa hii madhabahu, hata kama apostle hakuna, hawezi kuja hapa na nia mbaya, kwa sababu kuna uwepo ambao umezunguka mahali hapa. Na kuna nguvu ambazo huwa katika hii madhabahu. So hata akikuja na uchawi wake pale ama na maneno yake mabaya, yanaishia pale kwa mlango. Anaanza kuona ni kama amekosea. Unasikia kama nilikuwa nasema kaida hiti ajira. Dina hiti ajira. Ni haa. Unaona anauliza Mungu, nilikuwa naenda kwa apostle niko huko. Anaambia si hapa, nimekosea. Kwa nini? Amepigwa giza na bubuazi. Haoni mbele. Sasa wacha kuhubiri. Bwana asifiwe. Enda ukae chini. Naitwa Rachel. Kwa majina sijawaambia. Waambie haraka. Naitwa Rachel. Huyu ni muinjilisti. Sasa huyu usipokaa karibu na yeye atakuchukua, atakwambia ngoja kidogo nimalizie. Na wanamalizaga every other 2 minutes wanamalizaga. Wacha niseme neno la mwisho. Anaongea. Sasa ya mwisho kabisa anaongea. Inaenda 3 hours ukisema maneno ya mwisho. Lakini tunakuhitaji hapa. Kama ulikataliwa kule, hapa kuja tufanye kazi. Huko sawa. Haya. Karibu sana. Kawasiri atamude. Tushike zaka zetu kwa mkono za kuvunja madhabahu haya. I am an overcomer because you are here. My victory is guaranteed. I am an overcomer because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer.
Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. Because he overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. Would you? I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame, my victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he overcame. Because he Victory. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because you overcame. My victory. I am guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he overcame. Because you overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he Because you made it again. I am guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he overcame. Because you My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Overcame. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Piga makofi. Because he overcame. My victory. My victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he overcame. Because My victory. I am guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because of the I am guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because of the I am guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because in the victory is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. Because he
Because the My victory, is guaranteed. I am an overcomer. I am an overcomer. I am an overcomer. Because they overcame. My victory, my victory, I am an overcomer. I am an overcomer. Because they overcame. My victory, I am an overcomer. I am an overcomer. Because they overcame. My victory, I am an overcomer. Shall be permanent. Shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. 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 What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. 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 What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, what the Lord, it shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. Permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, what the Lord is, it shall be permanent. 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 What the Lord has done for me, what the Lord has done, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be
what the Lord, what the Lord has done for me. what the Lord, it shall be permanent, permanent, It shall be permanent. what the Lord has done for me. It shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. Permanent. Shall be permanent. What the What the Lord has done for me. it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. 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 Shall be permanent. What the Lord, what the What the Lord has done for me. It shall be It shall be permanent. permanent. It shall be permanent. Yeah, 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 yeah. Shall be What permanent. the Lord, What the Lord has done for me. be permanent. It shall be permanent. Nikuretese, nikuretese, anasema njoo kwangu nikuretese, 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 anasema njoo kwangu nikuretese, 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 anasema Bwana, Anasema kwangu, kwangu, nikuretese, 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 anasema Bwana, ukuje kwangu. Bethel Clouds TV, empowering lives.